Naam, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ni kwa mara nyingine tena tunajifunza habari za Yesu. Ningependa kutoa somo la mambo mawili tu, na haya mambo yafanye wapi? Kuna maeneo mbalimbali ya kufanya. Ikiwa ibadani, kuna mafundisho, inaweza kuwa ni mchungaji, inaweza kuwa ni mwinjilisti, inaweza kuwa ni shemasi, inaweza kuwa ni mtume, inaweza kuwa ni nabii, inaweza kuwa nafasi nyingine yoyote. Kuna mambo kadha ya kufanya. Sasa nataka kuzungumzia kwamba kuna mambo ambayo tumeelekezwa na Mungu ya kufanya unapokuwa kitandani. Sijui kama unayajua, ndio haya nataka nielezee sasa. Mambo mawili kitandani. Mambo mangapi? Mawili. Jambo moja linakuja automatically. Lakini haya mambo mawili tumepewa tuyafanye. Kwa haya mambo unatakiwa yafanye kabla ya hilo la kwanza ambalo linakuja automatically. Jambo la kwanza ambalo linakuja automatically ni usingizi. Usingizi hauna ujanja. Usingizi hauna ujanja. Hata kama kungekuwa na makelele namna gani, lakini kama imefika kipindi cha kupata usingizi, usingizi utakujilia tu. Kwa sababu ni kitendo ambacho Mungu amekiruhusu, mwanadamu anapata nafasi ya kupumzisha mwili. Wa roho hailali, lakini mwili unapumzishwa kwa usingizi. Na sasa kitandani kuna mambo mawili ambayo tumepewa na Mungu. Mambo mangapi? Mawili. Wengine hata wajui. Kama huyajui mambo mawili, manake wewe kuna taabu, kuna shida, kuna mahangaiko, kuna mambo mengi ambayo yanafanyika huko kitandani kwako kwa sababu tu haya mambo mawili hujafundishwa. La kwanza ambalo linajulikana ni usingizi. Hilo linakuja automatic. Lakini kuna mambo mawili ambayo Mungu ametufundisha. Na haya yatakusaidia na mambo mengi sana ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nitazungumzia haya mambo mawili na kwa uthibitisho wa neno la Mungu. Jambo la kwanza kabisa anasema tafakarini. Kuna kutafakari, kufikiri kwa undani zaidi ndio kunaitwa kutafakari. Yaani kuzama katika kufikiri jambo ndio kutafakari. Na huwa faida ya kutafakari inaleta mafunuo au inaleta ufunuo. Kumbuka Yusufu akiwa anatafakari namna gani amwache Mariamu kwa sababu ana ujauzito, alitafakari moyoni mwake. Kile kutafakari inaonekana ilimpelekea hata kipindi cha kulala, kabla ya kulala alikuwa anatafakari. Ndio maana Mungu akamtuma malaika akaongea naye kwa njia ya ndoto, kwa hiyo akampa ujumbe. Kumbe katika kutafakari, kwa nini Mungu anasema utafakari? Anasema utafakari ili akuletee ujumbe wa ufunuo kutoka kwake wenye suluhisho. Akupe jawabu la maswali yako, sio majibu. Ngoja nikwambie, 5 jumlisha 5 9 ni jibu. 5 jumlisha 5 10 ni jawabu. Sasa ujue, yaani jibu kama vile linakaribiana na jawabu lakini sio jawabu. Kwa hiyo mtu mwingine angeandika 5 jumlisha 5 angeandika 11 ni jibu. Sasa jawabu ndio halisi. Ndio kitu kinachotakiwa, ndio ufunuo. Kwa hiyo 5 jumlisha 5 10, hilo ni jawabu, sio jibu. Kwa hiyo majibu ni mengi yanaweza katolewa kwa maswali yako, lakini jawabu hutoka kwa Bwana wa majeshi, hutoka kwa Yesu Kristo wa Nazareti, hutoka kwa Roho Mtakatifu, hutoka kwa Mungu Baba mbinguni. Yesu Kristo wa Nazareti pia ni Baba wa milele. Sasa ngoja nikwambie, nimekwambia kipengele cha kwanza ni usingizi unakuja automatically. Sasa mimi nafundisha vitu hivi. Kutafakari, nimekwambia kutafakari ni kufikiri kwa undani zaidi au kuzama katika kufikiri. Kuzama zaidi. Unajua kadri unavyofikiri zaidi ndivyo unavyotafakari zaidi maana yake. Kutafakari zaidi ni kuzama. Najua unataka ili upate kitu kikubwa ni lazima uwe mtu wa kutafakari sana. Ukitaka kujenga jengo la ghorofa refu sana, sifa ya kwanza ni msingi lazima uzame chini. Msingi lazima uwe imara.
unazama chini. Vivyo hivyo, ili kupata ufunuo mkubwa kuhusu neno la Mungu ni lazima uwe mtu wa kutafakari. Naam, kipengele cha kwanza kutafakari. Kipengele cha pili kutulia. Unaweza ukawa unatafakari lakini utuli. Baada ya kutafakari, tulia. Jiwekee utulivu. Wakati unatafakari unauliza maswali, unamuuliza Yesu au unamuuliza Roho Mtakatifu au unamuuliza Baba mbinguni. Roho Mtakatifu anakusaidia katika kutafakari. Anza hata na dakika 3, dakika 5, dakika 10, dakika 20, nusu saa. Nakumbuka wakati fulani mimi, ushuhuda binafsi, nilimtafakari Yesu. Ilikuwa mwaka 2014 mwezi wa 8 tarehe 21. Ndio kwa mara kwanza ambapo sasa Yesu alinitokea. Alinitokea. Ilikuwa ni mafunuo ya wazi. Sasa Yesu alinitokea huo mwaka 2014 mwezi wa 8 tarehe 21. Sitosahau. Nilikuwa katika kutafakari. Na katika kutafakari huko mimi sikuwa nimelala. Nilikuwa nimekaa chumba changu ambacho nilizoea cha kujisomea katika jiji la Dar es Salaam, wilaya ya Temeke. Nimekaa nikawa naandika. Miongoni mwa mambo nilikuwa naandika na tafakari. Nasema Yesu, jina la Yesu ni Yesu. Yesu ni Mungu, kwa hiyo jina la Yesu ni Mungu. Ndani ya jina la Yesu mna nguvu 3. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Naam, kwa hiyo jina la Yesu ni Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Jina la Yesu ni Yesu. Jina la Yesu ni Mungu. Mungu ni moto ulao. Kwa hiyo jina la Yesu ni moto ulao. Haleluya. Niliendelea mambo kama hayo, nikayatafakari, nikaandika. Nilikuwa naandika kwenye karatasi lenye ukubwa wa A4. Nafikiri unanielewa nikisema A4. Na hiyo karatasi la A4 niliandika, lakini yenyewe ilikuwa kama mistari ile kama zile karatasi za kuandikia barua. Niliandika mara 45 sentences zinazofanana na hizo, lakini nakupa tu ushuhuda kwa sehemu. Ndipo ghafla Bwana Yesu aliponitokea na kunipa upanga. Nilipokuja kuangalia kwenye Biblia nikatambua kwamba kumbe upanga ni neno la Mungu. Alinipa neno la Mungu ili nipate kuwapatia watu wote. Yesu anatupenda wote. Kwa hiyo nakufundisha habari za kutafakari nikiwa nina uzoefu nazo na ninazijua. Baada ya kutafakari, kipengele cha pili ni kutulia. Kwa hiyo mambo matatu. Napata usingizi. Kabla ya kupata usingizi, tafakari. Katika kutafakari pia una hali ya utulivu. Unatulia, unatafakari, unamuuliza maswali Mungu. Ni kutafakari, unamuuliza maswali Mungu. Hapa imekwaje? Nifanye nini Mungu? Ningefanya hivi nitakosea. Tafakari hiyo iwe katika mtazamo chanya, isiwe hasi. Mtazamo chanya katika mafanikio, isiwe katika kushindwa. Iwe katika kufanikiwa. Na nimekuambia kutafakari pia kutulia. Jipe nafasi ya kutulia. Unatulia. Unapotulia unampa nafasi sasa Roho Mtakatifu. Unampa nafasi, manake Yesu Kristo wa Nazareti aitende kazi yake. Kazi ya Yesu ni kazi ya Mungu. Unampa kazi Mungu, manake aitende kazi yake. Akupe sasa lile jawabu, achilie ndani ya moyo wako kwa uwazi kabisa kama ufunuo. Hebu nisome kitabu cha Zaburi sura ya 4 mstari ule wa 4. Zaburi sura 4 mstari wa 4. Imeandikwa, nasoma katika jina la Bwana majeshi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Muwe na hofu wala msitende dhambi. Muwe na hofu wala msitende dhambi. Kwa hiyo ili kukamilisha huu mstari kwamba muwe na hofu, unaomba rehema za Mungu na utakaso kwa damu ya Yesu kwa ajili ya mambo matatu: dhambi, uzembe, kutotii neno lake. Unaomba toba, kisha toba unaanza kutafakari sasa. Tafakarini, naendelea tena. Muwe na hofu wala msitende dhambi, tafakarini vitandani mwenu na kutulia. Tafakarini vitandani mwenu na kufanyaje? Na kutulia. Unaweza kama unatafakari ni kweli umefanya hiyo kazi kwenye swala la utulivu, je, mambo yanakwenda mawili hapo. Yanakwenda mambo mawili. Mwanadamu kuna vitu vikiongezeka huwa vinakuwa vizuri katika utendaji. Kuna vitu vikiongezeka vinaweza vikawa vizuri kwa utendaji. Ndio. Lakini kuna vitu pia vikipungua pia inaweza kuwa shida. Lakini si kila kitu kikiongezeka basi kitakuwa kizuri. Mwanadamu ana miguu miwili. Sasa miguu ikiwa mitatu, atakosa balansi ya kutembea, atakosa balansi ya kukimbia. Tayari kuna kuwepo na mabadiliko.
Kwa hiyo kuwekwa vitu viwili, miguu miwili, kuna sababu yake. Mwanadamu ana mikono miwili, ikitokea na mikono mitatu tayari ni shida hapo. Ni shida, ni shida. Na tumewekewa masikio mawili na mdomo mmoja kwa kusudi. Lengo la Mungu hapo, kusudi ni kwamba tuwe tunasikia sana, tuwe wepesi wa kusikia, lakini tuongee kidogo. Haleluya! Ndio maana yake hiyo, kama ulikuwa hujui. Sasa mtu anaongea sana kuliko alivyosikia, likiongezeka sikio la tatu itakuwaje? Hapo masikio mawili, kwa sababu Mungu amefanya makusudi tusikie sana, tuwe wepesi wa kusikia, lakini mdomo mmoja tuwe tusiwe wepesi wa kuongea. Manake tuongee kidogo, tuongee kwa hoja, hoja zenye mashiko, hoja zenye nguvu. Mungu anapendezwa na hoja zenye nguvu. Sasa mtu akutafakari na kutulia, huyu ataibuka na hoja zenye nguvu. Unakuwa na hoja zenye nguvu. Sasa ukitaka ujue kwamba Mungu anahitaji hoja zenye nguvu, hebu nikuthibitishie. Nikisoma Isaya sura 41 mstari wa 21. Mstari wa 41, kumradhi. Isaya sura ya 41 ni Agano la Kale. Isaya sura ya 41 mstari wa 21. Anasema, haya, leteni maneno yenu. Anaposema maneno yenu, anasema anaanisha matatizo yenu au kesi zenu. Asema Bwana. Haya, leteni maneno yenu, asema Bwana. Toeni hoja zenu zenye nguvu. Hoja zenye nguvu. Sasa mtu ambaye atakuwa na hoja zenye nguvu, mwenye tabia kutafakari na kutulia. Sasa kuambia kitu, katika jambo ambalo unatakiwa kufahamu pia, unatakiwa utafakari nini? Utafakari nini? Ndio unatafakari na kutulia, lakini utafakari nini? Cha kutafakari nataka kudhibitisha ni matendo ya Yesu. Matendo ya Yesu. Tunaweza tukujiridhisha kwa kusoma Zaburi 105. Nitasoma mstari wa kwanza na wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mstari wa kwanza na wa pili. Mstari wa kwanza. Haleluya. Mshukuruni Bwana, litieni jina lake. Wajulisheni watu matendo yake. Matendo ya Yesu. Yesu ni Bwana. Matendo ya Yesu wajulishe. Kama hivi nilivyokushuhudia kwamba Yesu alinitokea, nilikuwa na tafakari. Nataka na wewe ukutane na Yesu. Unampenda Yesu kama nani? Kama baba. Kama baba. Kweli kama baba. Sasa huyo baba hujawahi kukutana naye, mjui. Sio aibu hiyo, ni aibu. Badilika bwana. Badilika mama, badilika baba, badilika kijana. Ingia kwenye kutafakari na kutulia. Napenda uonane na Yesu. Siku utakavyoonana na Yesu, kiwango chako cha imani kitabadilika kabisa. Kitabadilika, utakuwa ni mtu wa kipekee. Kuna kitu kitaongezeka. Yesu anavyokujilia, anavyokuonekania, haji hivi hivi, anakuwa na ujumbe kwa ajili yako. Kuna faida katika kutafakari, usiache. Anza sasa. Anza sasa ndugu yangu. Je, umeshawahi kufanya kazi katika maeneo yote yale? Umeshawahi kukaa shuleni au darasani? Umeshaenda kulima au kufanya kazi yote? Ukatumia masaa mangapi? Pengine ulitumia masaa mawili. Au dakika 45 ulikuwa ni mchezaji wa mpira wa miguu. Au ulikuwa unalima ukalima masaa mawili au masaa matatu. Au ulikuwa unafanya kazi yote ile kama kibarua, ukafanya kazi kutoka saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Nakwambia hicho kibarua ulichokifanya kutoka saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Hebu anza sasa. Jaribisha. Lisali moja tu. Uanze kutafakari hata kabla ya kulala, ile kutafakari na kutulia. Unatafakari matendo ya Yesu. Kuna utofauti, kuna upekee ambao utaweza kuona udhihirisho wa Roho Mtakatifu ndani yako. Naam. Naendelea kusoma Zaburi 105 mstari ule wa pili, anasema, mwimbieni kwa zaburi, zitafakarini ajabu zake zote. Ajabu zake zote. Yesu alitenda maajabu. Alitenda maajabu. Ajabu zake zote. Sasa ngoja nikwambie. Ajabu za Yesu ni nyingi sana. Ukienda kusoma kitabu cha Yohana, nitakusomea wakati mwingine, isiwe sasa. Kama utasoma kitabu cha Yohana anaeleza, lakini kwa nini nimekuchelewesha? Ngoja nikusomee. Yohana mtakatifu anasema nini? Yohana mtakatifu anasema nini? Sura ile ya 21, mstari wa 25. Yohana mtakatifu anasema nini? Injili ya Yohana mtakatifu sura ya 21. Injili ya Yohana mtakatifu sura ya 21, mstari ule wa 25. Mimi nasoma mstari wa 25. Kuna na mambo mengi aliyofanya Yesu,
ambayo yakiandikwa moja moja, nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa. Sio taifa, sio bara, dunia. Alifanya mambo mengi. Kwa hiyo Biblia inaweza ikasema ni ufupisho. Yaani vimefupishwa sana ndio tukapewa kitabu Biblia. Amefanya makusudi kwa sababu kama vingetolewa vitabu vyote kuhusu matendo ya Yesu, dunia ingejaa vitabu, pasingekuwepo basi hata kukaa mtu. Sasa napo unakuwa mvivu wa kusoma huu, yaani unashinda kusoma summary. Summary of this one, the Bible. Yeah? Read the Bible. Please read the Bible. Think about it deeply. Think deeply. I mean, meditate about the word of God. Meditate about Jesus. Meditate more and more. Mtafakari Yesu zaidi na zaidi. Tafakari matendo makuu ya Yesu. Miongoni mwa matendo ya Yesu ambayo unaweza kutafakari, nikwambie, ukisoma katika kile kitabu cha Mathayo, nitakupa habari ndogo hapo. Alikuwa ameenda sehemu wanasema mtu amekufa. Sasa amefika kwa huyo mtu ambaye anasema amekufa, anakuta wanapiga filimbi, wanaomboleza. Alikuwa nje, yeye akaona ndani. Tunajifunza kwamba kumbe Yesu aliweza kuona ndani, yeye yuko nje. Alafu akasema kijana hakufa. Kijana afanya hakufa. Inapatikana katika kitabu cha Mathayo sura ya 9. Kasome yote Mathayo mtakatifu sura ya 9. Mathayo mtakatifu sura ya 9. Mathayo mtakatifu sura ya 9. Kasome yote ili unufaike sana. Pana mistari ambayo sio mingi sana, pana mistari 38. Yesu, ngoja nikusome kidogo. Mathayo mtakatifu sura ya 9 mstari wa 23. Anasema Yesu alipofika nyumbani kwa yule jumbe, aliona wapiga filimbi na makutano wakifanya maombolezo. Maana ameweka msiba hapo. Akawaambia, ondokeni, kwa maana kijana hakufa, amelala tu. Wakamcheka sana. Lakini makutano walipoondoshwa, aliingia akamshika mkono. Yule kijana akasimama. Zikaenea habari hizi katika nchi ile yote. Hapa Yesu anatufundisha kitu cha kipekee. Alafu ukienda kusoma Mathayo sura ya 11 mstari ule wa 29, anasema jitieni nira yangu, maana yake muwe na Roho Mtakatifu. Mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu. Narudia tena kusoma. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Narudia tena kusoma. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu. Tujifunze kwa Yesu. Tujifunze kwa nini kwa Yesu? Kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa nini? Tutafakari yale aliyoyatenda Yesu. Kwa nini anataka na sisi tutende? Kwa nini? Kwa sababu alisema, aniaminie mimi, kazi ninazozifanya na yeye atazifanya. Kipimo cha kumwamini Yesu ni kazi. Kazi zake unazifanya? Miongoni mwa kazi kubwa za Yesu ni kuwafanya Yesu. Watamjuaje Yesu? Watamjua Yesu kwa wewe kuwapa habari za Yesu, kwa wewe kuwasimulia matendo ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Sasa ona Yesu alipofika kwa huyo mtu ambaye alisema amekufa, alichokifanya akafanyaje? Akamshika mkono, akamwamsha manake. Unaona? Sasa huyo mtu manake hakufa kifo cha kawaida. Hakufa kifo cha kawaida. Hakufa kifo cha kawaida. Na walikuwa wanajiandaa kwenda kuzika. Lakini Yesu akafanyaje? Akamwamsha. Ni jukumu letu sisi sasa tulioamini katika Kristo kuitenda kazi ya Yesu. Tutawezaje kuitenda pasipo kutafakari? Tutawezaje kuitenda pasipo kutafakari na kutulia? Tutawezaje kuitenda pasipo kufunuliwa? Na tutawezaje kuitenda pasipo kuongozwa na Roho Mtakatifu? Naam, ungana nami katika maombi haya ambayo nataka kuomba hivi sasa. Sema, Baba mbinguni, asante kwa neema hii, nami ninaamini sasa kwamba hili neno limekuwa baraka kwangu na kwa vizazi vyangu vitakavyokuja. Ninaomba unisamehe kwa pale nilipokosea. Ninaomba rehema zako. Iokoe nafsi yangu, niweke huru kabisa. Naamini katika moyo wangu kwamba Yesu aliteseka kwa sababu ya dhambi zangu. Alikufa kwa sababu ya dhambi zangu. Na alifufuka ili kushinda mauti. Na hivi sasa ninatamka kwamba Yesu ni Bwana, yuko hai Yesu.
Yesu ni Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu, uwe kiongozi wangu, unishauri, unifundishe, uniweke ukaribu na Yesu kila itwapo leo, uniwezeshe kutafakari na kutulia kitandani mwangu, maana imeandikwa, pasipo mimi siwezi kufanya, mimi mwanadamu, mimi muamini siwezi kufanya jambo lolote. Ninakuomba Roho Mtakatifu, ambaye wewe ndio wakili wangu, wewe ndiye mwakilishi wa Yesu, unisaidie, uniwezeshe kutafakari. Naam, nakuombea sasa. Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, naomba huyu mwanadamu, huyu muamini, yeyote ambaye nasikia mafundisho haya kuhusu Yesu, kuhusu kutafakari, ukamjalie Roho Mtakatifu kwa kutafakari, ukamjalie kuwa baraka kwa watu wengine, akasambaze habari njema za Yesu Kristo wa Nazareti pasipo kusita. Naam, ubarikiwe sana, tukutane kwa wakati mwingine. Kama unahitaji maombezi, basi namba yangu ya simu ni ya Airtel 0784477277 0784477277. Kama unahitaji maombezi na pia kama unahitaji kushirikiana nami katika kazi ya Mungu hii, ili kazi ya Mungu izidi kusonga mbele kwa ajili ya kuboresha hii huduma ambayo naifanya katika utendaji wa kila siku, nasema yani nitapelekwaje pasipo kupelekwa. Na unaweza ukaungana nami pia kwa kuchangia chochote ambacho Mungu atakuwezesha. Sifa na utukufu zimwendee Yesu Kristo wa Nazareti. Namba ya simu kama nilivyokutajia ni Airtel 0784477277. Haya mafundisho yanaendelea tena na tena hapo katika eneo la Facebook utayakuta, lakini pia kwenye YouTube utakuta channel inaitwa Yehova Television. Yehova Television utakutana mafundisho mengi. Usikose kuangalia hapo, kujifunza na pia kuwa baraka kwa kuwakaribisha na kusubscribe. Subscribe hapo kwenye Yehova Television. Lakini pia wape ujumbe na watu wengine. Unaweza ukawa mvivu. Usiwe mvivu, Mungu akusaidie. Roho Mtakatifu akusaidie. Bye. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ubarikiwe sana.